Siaya oye! Untie! Morega! Asanteni sana. Baba amenena, na akinena yetu ni kutenda. Hii mambo ilianza ile siku Ruto na serikali yake bandia waliiba kura zetu. Kuiba kura ni kinyume cha sheria. Serikali imeundwa kinyume cha sheria, haiwezi kuzungumza mambo ya sheria. Kama wanataka kujua msingi wa kikatiba na mambo ya sheria, waulize Azimio ikiongozwa na Raila Amolo Odinga, mwenye kupigania katiba na zile sheria tuko nazo leo. Mimi nataka kuwakumbusha, walipoiba uchaguzi, jambo la kwanza walipofika ofisi ni kuiba haki za Wakenya. Ya kwanza, ile pesa ilikuwa ni ya subsidies, wakaweka kwa mifuko. Sasa bei ya unga inaendelea kufanya nini? Kupanda. Wakenya wako njaa, kumekuwa na kiangazi, na wakaondoa pesa ya subsidies za unga wakitaka Wakenya wakufe njaa. Jambo la pili, pesa ya kusaidia watoto wetu kwa shule ndivyo wazazi wasipate tabu, pia hiyo imeondolewa. Pesa ya matibabu, na baba alikuwa amekagua hiyo bajeti na wataalam, na akaona iko pesa ya kutosha ya baba care. Hiyo pesa yote hatujui iko wapi. Kazi, vijana wengi hawana kazi. Hiyo ni kweli? Ile pesa ilikuwa ya kazi mtaani, kusaidia vijana angalau wapate unga, yote imewekwa kwa mifuko ya mabwenyenye. Sasa Jumatatu tarehe 20 tunaingia State House kufuata kura zetu na kuwauliza, je, pesa yetu iko wapi? Hiyo ndiyo siku yetu ya kuona ya kwamba haki yetu imeturejea. Na msiwe na uoga. Mko tayari kulipa gharama? Tujue siku ya kuzaliwa ni moja na ya kuondoka dunia ni moja. Hakuna uoga. Wao ni waoga, wameanza kujenga ukuta. Ujenge ukuta, ujenge ufanye nini? Uchimbe shimo, uende wapi? Tarehe 20 ngojea sisi. Na kama ameguswa roho na aone amekosea Wakenya, basi afunge virago arudi kwao. Kama hatafanya hivyo, tutamsaidia. Na nataka kuelezea, sisi si watu wa fujo. Sisi ni watu wa kufuata haki. Sisi ni watu wa amani. Tutaenda vile katiba imeturuhusu kwenda kwa njia ya amani. Na mwananchi hana nguvu za fujo. Those who have a monopoly of violence is the state agencies. Na kwa hivyo mimi naomba polisi wetu, naomba jeshi na wale wote wa security wakumbuke katiba imempatia mwananchi Mkenya ruhusa ya maandamano. Imetupatia ruhusa ya kufika jumba lote la serikali kupeleka malalamishi yetu. Wakituona tukiendea State House, waelewe nyumba ni yetu. Na sisi tunaenda kuuliza haki yetu. Tunawauliza wawe na utulivu. Wakiona mwananchi, piga mwananchi salute na muondokee barabara apite. Wakifanya hivyo, mambo yote itakuwa swali, sababu mwananchi hana silaha. Wewe ukiwa na silaha ukiitumia vibaya, ndio unaweza leta furugu katika nchi ya Kenya. Na tunamtumia ujumbe William Ruto ya kwamba
ukumbuke ya kwamba mtu akifanya makosa hata uwe kwa madaraka, nchi yako isipokushtaki unaweza shtakiwa Hague. Akumbuke alipiga hiyo safari. Kwa hivyo asiende akaulize polisi wafanye kinyume cha sheria. Kama ulichaguliwa, basi usiogope wananchi, wacha watembee. Lakini kama unajua hukuchaguliwa, funga virago na kwenda zako. Mimi nataka kukumbusha wale wote wanafanyia serikali kazi, hata kama ni wa security. Wewe una shida kama Mkenya. Hakuna bei nafuu ya unga ya watu wa security. Unanunua kama hawa wananchi. Watoto wako wahitaji fees. Na ukumbuke baba alikuwa amesema kutoka Januari mwaka huu hamungelipa fees tena, kutoka nursery mpaka university. Ukumbuke ya kwamba hungekuwa ukisumbuliwa na matibabu sababu tungekuwa na baba care. Sio ni kweli? Wewe ofisa, wacha tukutetee. Uko na shida kama sisi, wacha tukutetee. Nataka pia kuwapongeza polisi wa jimbo la Migori, Siaya, not Siaya, Kisumu na Vihiga. Kulikuwa na maandamano kwa hizo jimbo na polisi walitulia wakawachilia wananchi kufanya maandamano. Na ndio hukusikia mambo mabaya yoyote. Sababu wananchi nimesema hawana silaha na hawana nguvu ya kutoa fujo. Mwenye silaha ndio hutoa nini? Fujo. Sasa nawauliza polisi na watu wa security Kenya yote, ukiona mwananchi akiandamana, wewe tulia, maandamano iendelee kwa njia ya amani. Usije ukatuletea fujo wewe. Usije ukaumize mwananchi. Na ukidanganywa uumize mwananchi, waweza kujikuta kama Generali Ali ukipelekwa mbele. Kwa hivyo tutulie, mageuzi ingie. Hii ni siku yetu tarehe 20. Na mimi naomba baba pengine atangaze hiyo siku iwe public holiday. Hatuwezi kuandamana tukifuata haki yetu na tuende kazi. Hiyo siku, Your Excellency, tuakuomba iwe public holiday. Tuweze kumaliza hii kazi. Hatuwezi kuwa na wizi wa kura miaka nenda miaka rudi. Lazima ifike kikomo. Na kama wewe unadai ulichaguliwa, fungua sava. Fungua sava. Kama uko na uhakika hukuiba kura, fungua nini? Usipofungua sava, umedhibitisha wewe mwizi wa kura. Na lazima wananchi watumie uwezo wao wa kikatiba kuona ya kwamba wamerekebisha nchi yetu, wamefagia uchafu, na ndivyo yule alichaguliwa na wananchi na sio mwingine, ni Raila Amolo Odinga, achukue ushukani, aendeshe Kenya, na ndivyo tuweze kuendelea mbele. Mimi nawaomba tujitolee, tuingie Nairobi zote kwa njia ya amani, tukomboe nchi yetu, wananchi wawache kuumia. Nikimalizia, mimi nataka kukukumbusha, hii vita sio vita ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, sio vita ya Azimio, ni vita ya mwananchi wa Kenya. Kura ambayo ilidharauliwa na ikaibiwa ni yako. Na hiyo kura ilipodharauliwa, shida ni wewe unapata. Wewe ndio unalala njaa. Wewe ndio mtoto wako analala njaa. Mtoto wako amekosa shule. Pesa ya matibabu umekosa. Mambo yote imezoroteka kutokana na wizi wa kura na madharau ya sauti ya mwananchi.
mwananchi walisahau katiba ilisema mwananchi ndiye mwenye nguvu zote. Kwa hivyo tusiambiwe ya koti, sababu hii serikali imevuja mashirika yote, compromise Supreme Court, imeharibu IBC, imeharibu Office of the Director of Public Prosecutions, imeharibu DCI, mashirika yote. Kenya inavunjwa. Mkitaka tuokoe nchi yetu na tujiokoe, the date is 20th of March 2023. Kenya ijikomboe. Tuwe tayari kulipa gharama, tusisimame maovu ya kitawala, tusisimame maovu ya kitawala. Wangapi wamekubali hatuwezi kukaa kimya maovu itawale? Asanteni, tuonane zote tarehe 20, na sasa mkiniruhusu nitaita ndugu yangu Eugene